Rusia ase chinse cheisiko buna bono USA mario bonari to Rusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nko rustora mario ganda ase chinse chiri to korokanga Malaysia ayande nko ruare India na ayande ni goto konya Rusi China asamange bakiresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center, your health is your wealth. Omugusi bono lishirika lya obwanjeteria Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gucangana sore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemo cha Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elio tunyara ko batogusangamo naye na gukina nyabunegisaku Kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga Kyomugusi. Tariki ni kumi na isano na ibiro mutinye no yo gatatu mwaka no yo wechiruwera mirongo hebere netano no mwanjomo tigeleri mwanjomo ligerende no kwegena mbiyore andonsi asore na gukwanire naboigo gukwarigane konyora mungano moya ye kiunga chinse ikome chiabono markoba elieterane sera sinyakundi asense melio munyarelio nerefenesa nyabokina gusabire tuskari. Kuchaka ikiunga chinse ikome kubatikana n'ensanano yegendete kwene kigwagati abaseneta monabo gavana abaseneta ni gobane kiribuna mbachi kobetereri abagavana bugwekirana bosipe bunge ye senate asoku nenkiwa kubatikana no butumeki bekibesa ase kiserikali cy'iki county ukwana ase bunge ye senate omurayi wabonge ase bunge yo Aaron Cheruiyot nigo haterune inerenchereyemo yo kwene kibuna abagavana bo gokora bari emirimo kubatikana n'elichiko. How hard this house works, Mr. Speaker, to ensure that we equitably resource our counties to perform their functions. It cannot be that at the whims of governors, Mr. Speaker, they can sit purportedly at an illegal gathering in Kilifi and decide not to appear before county government, before the County Public and Accounts Committee, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Speaker, I beg for your attention because this is extremely important. You have it, Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. You did give a reply to the county governments on the illegal instructions that they tried to give to the Senate while in Kilifi, Mr. Speaker, of their failure to appearance until certain matters that they hold against the committee are resolved. And we made it abundantly clear in this House, Mr. Speaker, that appearance before this House is not a buffet that you cherry pick, that I want to take this one, I will leave this other committee, that governors must appear before this particular House. Now that certain governors have chosen, Mr. Speaker, because we must set it on record, that there are governors that have gone ahead and appeared before County Public and Accounts Committee, but there are those that have seen the perfect opportunity to dodge responsibility of responding to how they have utilized resources, Mr. Speaker. I want to request, Mr. Speaker, and this be the position of all of us collectively, Mr. Speaker. I am aware, because I have consulted with the chairperson of the County Public Accounts Committee and their membership, that the County Public Accounts Committee will proceed and confirm the findings of the Auditor General on those counties, Mr. Speaker.
because if you have failed to come to respond, then it means you are guilty, you have accepted the verdict, Mr. Speaker. All that is left for us, because on Tuesday, the 31st of March, 2026, God willing, Mr. Speaker, shall be a special day in this House. We shall be passing the findings of the County Public Accounts Committee on the utilization of resources for last financial year by county governors. Those that have come before Public Accounts Committee and presented their responses, Mr. Speaker, will get a fair hearing. If you choose to waive the right to appear, Mr. Speaker, then it means you agree with the Auditor General, and therefore what will be left of us is to follow the findings of the Public Accounts Committee, which is to direct that EACC recovers the money, DCI arrests those that have disappeared with public resources, Mr. Speaker, and we move on to the next financial year. Mukonyi wa Muraibense Profesa Kithure Kindiki niga muchira baraibo kwamereria serikali asa taibuna tibabwati chinde chonsi cha magendro cha sabana nchi ukwana si kaunti ya Meru. Kindiki niga rukubolia gocha sabana siasa kobekense musiasa na gokorera abananchi magendro hayo baba chorete asa taibuna ikangenene ya serikali no kwenekibuna abananchi nkonyora bara magendro aliaganeirie. Nyinyi mnataka maendeleo ama mnataka siasa? Nyinyi mnataka kasheshe na fitina ama mnataka mjengewe barabara na maji? Mjengewe barabara, mupewe huduma ya maji, muongezewe stima, mjengewe soko na affordable housing, ama mnataka watu wa kukuja kutusi watu hapa? Watu wanakuja hapa kutusi viongozi hapa na kutusi wananchi ate wakisema sijui one term, sijui one what. I want to make it clear for the avoidance of doubt. The difference between our team and the other team is as clear as day and night. Hawa majamaa marafiki zetu ambao wanatuletea kisirani hapa na matusi, mimi nawauliza hivi, wao sio malaika, hawajatoka mbinguni. Wao ni watu tunajua, na wao wamekuwa na viti kubwa katika serikali. Wengine walikuwa mawaziri, wengine walikuwa madeputy rais kama fireman hapo nyuma. Mimi nataka kuwauliza, siku ile walikuwa na mamlaka kama hii niko nayo saa hii, siku ile walikuwa kwa kiti, siku ile walikuwa kwa kirauni, walikuja hapa kutuletea barabara? Lakini watuambie agenda yao, wasikuja hapa na kimbelembele ya kututuzi sisi ati kujipiga kifua hapa. My friend, nyinyi hamjui fireman. Nyinyi, mimi nitapita na nyinyi. Nyinyi ni watu kidogo. Mimi, you are small guys. Katika siasa nyinyi ni watu wadogo. Kwa hii siasa wengine hakuna kazi nyingine mtu amefanya, amekuwa tu mbunge for one term. Sasa ndiye anakuja kuambia watu wengine one term hapa, na wewe ndio umekuwa one term MP. Dawa ya hawa watu ni mimi. Tulienda pale mbele North, kulikuwa na by election, wakakuja na hiyo kiherehere, wakakuja na hiyo kimbelembele ati tumekuja kufunga hoteli, hii dunia sisi ndio kusema. Wakati kura imefika, nikawatangazia, nikawaambia my friends, next Thursday tutamalizana na nyinyi. Nikawaambia wewe nani, mimi nitapita na wewe. Ase lituko lia kaberero Muraibense Muske William Ruto nigagenderire taro ya motuko 10 asorongo rwa Western Bunencheri yemo yokurututa na boigo gosioli gati ya magendro asorongo ruo ukona ase kaunti ya Kakamega. Muraibense nigene kibune serikali nse yoburaibaye negendete kubekomukya okwene kibunensi ya Kenya ngoswera serombe yekinse chiri chigenderete kingeke cyo Muraibense nigamo chabarai bali bagendete kuikiria merobeli ya serikali. So mimi nawauliza, hii nchi yetu itabadilika tukiona na macho yetu. When I say we are going to change this country, we are moving Kenya to a first world country in our lifetime, I mean it, because I know it is possible. We have the resources, we have the talent, we have the human capital to make Kenya a first world country in our generation. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo tumekuwa tukiongea miaka 30-40 mambo ya housing.
tumekuwa na housing. Tunaongea housing, lakini mtu wa kuamua, kiongozi mwenye ako na courage ya ku make the decision for us to raise the money to raise these houses has been lacking, and that is why we have made that decision. Wengine waliniambia ya kwamba niwachane na housing, walinifanyia maandamano, wakanipigia makelele, lakini leo manyumba iko hapa ama iko hapa? Tunabadilisha Kenya, hatubadilishi Kenya? Vijana wako na ajira ama hawana ajira? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Alafu mnasikia wale watu wa akili kidogo ati wanasema watakuja kusimamisha hii mradi ya mambo ya manyumba. Wako chini sana. Ama namna gani, my friend? Mtu anasema anakuja kusimamisha project kama hiyo, kichwa yake ni mzuri? Hawa vijana mamilioni wanafanya kazi kwa hii project, utawapeleka wapi? Watu wanaishi kwenye vitongoji duni, utawafanya nao nini? Ndio nimewaambia wale watu hawana agenda, hawana mpango, hawana maono, hawana sera. Zamani hawa watu wangekuja hapa kulipa rent, lakini tumehakikisha ile pesa wangelipa nayo rent inatoshana na mambo ya mortgage, so that mtu analipa hapa, ikiisha miaka 20 nyumba ni yake, sio analipa rent alafu baadaye nyumba inaendelea kuwa ya mtu mwingine. Chinga kichijumura ibense nigene kibune serikali tirigo chigo kirengana yobo tutukano obogendete kwene kiwasenya gitari ya Nairobi Hospital. Sate babona serikali nigeraji kwemekeli hau bago chikubatirani buno botutukano bwege tambukire getindikeli chiko. Chinga kichumura ibense nigaruro kubolia gucha saba 90 welikia somoro beli bogwenyo sha unenchere yemo yokonyoro bogweni ase chinya gitari. Na nyinyi pia mjiandikishe, kila mmoja wenu ajiandikishe kwa SHA, ndio ukienda hospitali tuweze kuwa na mpango ya kukulipia gharama ya hospitali. Mumenisikia? Wangapi wamejiandikisha kwa SHA? Nione kwa mkono. Na wewe ambaye hujajiandikisha unangojea nani? Unangoja Yesu arudi? Uko na pesa ya kujilipia hospitali? Unataka kuuza shamba yako? Kwa sababu tumesema iwe universal. And on the same note, mimi nataka niwaambie matapeli na wakora wale wamezoea mahospitali zetu ya kwamba chuma chenu kimotoni. Kuna wakora na matapeli na watu crooks and conmen and fraudsters wameenda kule Nairobi Hospital. Let me say from here in Mount Elgon, as president in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. Mujumbe wa bunge ya Kiharu Ndindi Nyoro igoro kiri obubaye kubatikana na sector aigemeyense asikiri gatabuna serikali ni gegendete kutumika kibesa chinyinge wekera nimero bali etabwenereti aigemeyense ya Kenya kukwana chinge kicho Ndindi ni gamuchiria serikali asoko kine pacheti ye nyomba y'oburayi ya State House wikachibiro ni 12 ibaga ryo gutumika kibesa cyo wekera nimero bali ya sector asobuya wo mwananchi. We cannot have one office being allocated 17 billion Kenya shillings. They wanaitisha in the next financial year 20 billion shillings. Ofisi moja. That is money enough to confirm all our JSS interns, all the 44,000 into permanent and pensionable terms. Badala ya hizo mabilioni zinawekwa katika ofisi moja, mimi nauliza wadosi wote tafadhali, let us put Kenya first. Tafadhali, hata kama tunaenda mwaka wa uchaguzi na pesa inatakikana ya kuhoga wa Kenya, ni sawa, wewe weka ile unataka. Lakini mambo ya kampeni ni pesa yako, sio hii ya raia. Wewe kampeni weka ile yote unataka, pesa yako ya mfuko. Hii pesa ya public
hii bilioni 17 na 20 billion next financial year, instead of wasting that money in political sloganeering, that money is better off funding our education sector or our health sector, and there are specific areas that money can do. So that tumepewa kazi na jukumu ya kuongoza, tuvupishe ubinafsi tafadhali, tuweke Kenya mbele, kwa sababu Kenya hatutakumbukwa kama viongozi na ile pesa tuliaccumulate, tutakumbukwa na ile kazi tulifanyia nchi yetu. Sorobati rumoncho muligereria nongwekera omwelio bwa mangana majaje kyonga chinse ikomi cha bono maragoba kulende chikoraga chinse bere na chinse nye cha butuko no chikanyora senchira yo boikirano ile terane sera sinyakunde a sense melio manyarulio ni galenge fenesa nyaboke na gusabire twaro ligereria urubia. Kila nafsi na ita Witanire kuraria guko kwa ya Simon Ngwenye Micheka migare umwana onyagosira mugaka Musa Micheka no mongina Catherine Kwambuka na baigo nigare umwana w'umongina Alice Kemuma no mugaka bo Helen Nyamoita ntatu umwabo Jefta Binyanya Cyrus Onyiego Tiberius Ondieki Catherine Kwambuka abachukurwa engamona Malka Nyamoita nigare mumro mwabo umwenga Kingi Alois Macarius Matara Mboto George Postina Victoria Pamela Nyagosira Birundu Nyagosira Masisi Nyagosira David Nyagosira Mweskumabo Ann Nyagosira Isamoke Gochiase David Susan Nyagosira Isamoke Gochiase David Susan Sara Alima